Ni sakata ya mapenzi mtandaoni ambayo imemsababishia wakili Danstan Omari kurejea katika kaunti ya Kisii ambapo wahusika walihusika. Leo nimekuja hapa kwa sababu nimepigiwa simu asubuhi na yule ambaye alikuwa ni senator wa Nairobi, Senator Kwamboka, akiniambia kwamba kuna dhulma ya jinsia iliyofanyikia mmoja wa wasichana wa Kisii katika eneo hili. Yaliyojiri ni kwamba ule msichana walikutana na mchumba wake katika Facebook, wakazungumza, wakapendana, kisha hali ya kimapenzi yakaanza, yameendelea vizuri mpaka wakati jamaa alipotoka pale Marekani akafika huku Kulingana na wakili Omari, mwanamume ambaye ni mhusika mkuu katika mkasa huu alihamisha kila kitu ambacho walikuwa nacho nyumbani baada ya madhara na kwenda pasipojulikana. Lakini alipofika pale, ule jamaa alipinduka akawa ni fisi, akamtandika ule mwanamke, akamrarulia manguo, akamgonganisha kichwa kwenye sakafu na kwenye ukuta, kisha yale majeruhi alipotoka pale akamweleza mama ya kijana. Mujibu wa Omari, msichana ambaye ni mpenzi wa mhusika mkuu alimwagiwa maji moto pamoja na mama mkwe ambaye ni mama wa mwanaume huyo, na wakapelekwa hospitali pale ambapo wangepona kabla ya kuandikisha taarifa. Basi kijana akapandwa na mori, kwa nini mpenzi wake anamjulisha ule ambaye ni mamake, akawatandika wote, mamake na msichana yule, kisha akachukua kopo la maji iliyokuwa na maji yaliyokuwa yamechemka kumwagilia ule mpenzi wake. Kulingana na Danstan Omari, wizara ya uhamisho ina kila la kufanya kuhusu kukamatwa kwa mhusika huyu, kwani anaishi nchini Marekani na wanahofia huenda ametorokea nchini humo. Nimemwandikia Director General wa Immigration aweze kujua kwamba ule ambaye inakisiwa kwamba ndiye alifanya dhulma hii alitoka Marekani lini, asharudi Marekani ama yuko hapa. Ameapa kumpigania msichana huyo hadi haki ipatikane kikamilifu, kwa kuwa itabidi sheria na mkondo wake ufanyiwe katika mji wa Kisii, kwani kitendo hicho alikifanya akiwa nchini na katika kaunti ya Kisii. Kesi hii haitafanywa kokote, itafanywa katika Kisii sababu janga lilifanyika hapa, washahidi wako hapa, vyombo vya habari viko hapa, mahakama iko hapa, na tutaweza kuwa kotini tukishirikiana mimi na polisi pamoja na ofisi ya Director of Public Prosecution kuhakikisha kwamba dhulma za kijinsia, dhulma za kuwapiga wanawake, dhulma za kuwagandamiza wapenzi kwa sababu ni wanawake lazima zitakamilika. Visa vya madhara ya mapenzi mtandaoni vimekuwa vikipanda na sheria haijakuwa wazi kuhusu ni vipi wahusika wanapatikana na sheria hiyo. Nikiripotia African Finance TV, jina langu ni Gilbert Kobi.